Yaani mnapo balance gender, mnapo balance jinsia, ni vizuri kubalance. Lakini angalia mnapo balance msije mkamkosea Mungu. Kwa sababu unaona kuna watu wanapotosha kwamba pale Mungu aliposema kwamba na huyu mtu si vema akae peke yake, tumfanyie msaidizi wa kufanana naye. Wanasema haikutajwa jinsia. Na ni kweli haikutajwa jinsia pale. Alisema tu na tumfanyie msaidizi wa kufanana naye. Lakini watu hapo wanataka kubalance gender, kwamba ionekane kila kitu ni sawa, kwamba mwanamke na mwanaume ni sawa. Lakini kweli pale alikuwa anatafutiwa msaidizi. Yaani pale maana pale kulikuwa kuna mtu ambaye anatafutiwa msaidizi. Hasa aliyekuwa anatafutiwa pale msaidizi ni nani? Ni mwanamke au ni mwanaume ambaye alikuwa anatafutiwa huyo msaidizi wa kufanana naye? Hako kamsali ukasoma kako hivyo, lakini ukisonga mbele baadaye jina lilikuja kutokea ni la Adam. Baada ya jina Adam kutokea, baadaye Mungu alimpa Adamu usingizi. Bwana, baada ya usingizi Mungu kwenye ule mwili wa Adamu akamtoa mwanamke. Bwana, akamtoa mwanamke. Na baadaye ukiendelea mbele zaidi, Biblia inasema kwamba baada ya kutokea huyo mtu wa pili ambaye ni mwanamke, baadaye si walifanya dhambi wakala tunda. Baada ya kula tunda lile, Bwana, Mungu akamwita Adamu, Adamu, uko wapi? Adamu akasema, Bwana, nimejificha huko. Kwani umejificha? Au umekula tunda lile ambalo nimekataza usile? Adamu akasema, Bwana, nimekula, lakini yule mwanamke uliyeniletea ndio chanzo. Unaoleka kwamba yule mwanamke uliyeniletea, yule mwanamke uliyenipa ndio chanzo. Kwa hiyo maana inaonekana hapa hata aliposema kwamba tumfanyie mtu msaidizi wa kufanana naye, ina maana target ilikuwa ni mwanaume ndo atafutiwe msaidizi wa kufanana naye. Kwa mnapo balance gender, angalieni Mungu alimuita Adamu. Maana Adamu ndo alipewa maagizo, usile matunda yote. Kula matunda yote lakini moja tu usile. Kula matunda yote lakini kuna baadhi ya matunda usile. Alipokula Mungu alimuita Adamu. Adamu akasema, Bwana, huyu mwanamke uliyeniletea ndio sababu. Kwa hiyo maana kwamba mwanaume ndo aliyekuwa anatafutiwa msaidizi. Kwa acheni kubalance gender kwa kutumia vifungu vya Biblia, mkaleta na ushetani humo. Kwa sababu lengo la shetani pia ni kufanya jinsia zote zionekane sawa. Humo ndo unaona kunatokea mara mashoga manini. Kwa sababu watu maandiko wanayasoma, wanatumia maandiko vibaya.